iko chini. Jehanamu itatengenezwa wakati Yesu anakuja, watu wakichukuliwa waende hapo mwisho watu wameenda wamemaliza miaka 1000 mbinguni. Yesu wakati New Jerusalem inashuka, hapo ndio Jehanamu itatengenezwa. Sasa swali, huyu shetani alitupwa kutoka wapi? Luka Injili 10 mstari wake ni wa 18. Alitupwa kutoka wapi? Luka Injili 10:18. Tusome andiko. Akawaambia, ndio, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Yani Yesu anaambia wanafunzi wa Kristo walikuwa wameenda wakatoa mapepo ikawatii, wakaomba, mapepo ikakimbia, wakakuja na furaha wakishangilia, wakisema kwamba Kristo hata mapepo inatutii. Yesu akawaambia, msifurahie kwa sababu mapepo inawatii, bali furahini ya kwamba majina yenu yameandikwa kwa kitabu cha uzima. Kumaanisha unaweza ukatoa mapepo na jina yako haiko mbinguni. So kutoa mapepo si njia ya wokovu. Kuna watu wanadhania ndio wakwe mapasta hodari, wakwe wanatoa mapepo. Hapana, kutoa mapepo sio certificate ya kwenda mbinguni. Walipokuja kwa Kristo wakamwambia mapepo inatutii, Yesu akawaambia msifurahie. Kwa sababu gani? Nilimuona shetani akitupwa kutoka mbinguni kama umeme. Kwa hivyo shetani ni kiumbe ambaye ilikuweko mbinguni. Shetani tumepata makazi yake duniani ni wapi? Na tumepata kabla aweke makao yake mbinguni, duniani alikuwa anaishi mbinguni. Huyu ni shetani, na akatupwa kama umeme. Na tutaangalia ni nini kilifanyika ndio shetani akatupwa. 12:7 kitabu cha Ufunuo. Nini ilifanyika ndio shetani akatupwa? Kwani waliamua tu wakamtupa? Na alikuwa nani ndiye atupwe kutoka mbinguni? Maandiko yanasema nini? Kulikuwa na vita mbinguni. Ndio, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yani kulikuweko na vita mbinguni. Mikaeli ni Kristo, akapigana na yule joka shetani. Twende. Yule joka naye akapigana nao, na shetani akapigana na Yesu. Twende. Pamoja na malaika zake. Shetani alipigana na pamoja na malaika zake. Twende. Nao hawakushinda. Na shetani na malaika zake hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kumbe ni vita ilipiganwa. Ndio Yesu aseme nimemuona shetani akitupwa kama umeme. Kumbe ni vita ilipiganwa, alafu shetani pamoja na malaika zake wakapigana na Kristo pamoja na malaika zake. Kumaanisha shetani hakuanguka peke yake, alianguka na malaika zake. Ndio mapepo zinasumbua watu, ziko kwa anga, ziko hapa duniani, ziko baharini. Mapepo zinasumbua watu, malaika zake akaanguka nao. Kile kinanifurahisha ni ya kwamba shetani alipoanzisha vita mbinguni hakushinda. Sasa shetani angeshinda kama anatusumbua hivi na hakushinda vita. Angeshinda vita ingekuwaje? Unaona, ukitaka shetani atoroke, mwambie na kuitia Yesu. Umaikuwa shule ukajifanya wewe unajua kupiga watu, alafu ukapata mtu anakutandika vizuri. Unatandikwa mpaka unakalishwa chini, unakula vumbi. Na watu wanaona, mpaka watoto wadogo. Tuseme wewe ni form 4, umepigwa na mtoto umepigwa na wa form 3 ama wa form 2, amekutandika vizuri. Wakati unaendaga kuchokoza mwingine, anakuambianga ndakuitia Ondieki.
Unakumbuka chenye Ondieki alikufanyia, unanyamaza. Hivyo ndio shetani akikusumbua, mwambie utamuitia Yesu. Maana Yesu alimtandika shetani, akampiga na akamtupa. Shetani akatupwa na sehemu yake haikuonekana mbinguni. Yaani hiyo ndio furaha iliyoko. Na alitupwa pamoja na malaika zake. Akatupwa. Sasa vile alitupwa hapa, tabia ya shetani ni gani? Maana ako hapa. Tutajuaje shetani yako hapa? Tabia ya shetani ni gani? Hiyo ndio swali ambayo inapaswa hiyo inatusumbua, ya kwamba shetani alitupwa, yuko hapa, na tabia yake ni gani? Waraka wa kwanza wa Yohana 3 piga yake ni 8. Tabia ya shetani ni gani? Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 inasema nini? Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa nini? Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Ibilisi alitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hivyo chanzo cha shetani kutupwa ni kwamba shetani alitenda dhambi tangu mwanzo. Yaani dhambi ya shetani ijaanzia hapa, ilianzia mbinguni. Ndio Mungu anasema mtu yeyote ambaye anatenda dhambi ni wa Ibilisi. Hauwezi ukatenda dhambi na ukweli wa Mungu. Mungu hawasikilizani na dhambi. Hapana. Kama Mungu angesikilizana na dhambi, shetani angekaa mbinguni akiwa mwenye dhambi. Ndio unaona watu ambao wataenda mbinguni si wenye dhambi. Si wenye dhambi. Wenye dhambi hawataenda mbinguni. Ndio ukitaka kwenda mbinguni sharti uachane na dhambi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, maana shetani alitenda dhambi. Yohana 8:44. Tabia ya shetani ni gani? Yohana 8:44. Maandiko yanasema nini? Nasema, ndio, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ati nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na nini? Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kwani tamaa za Ibilisi ni gani? Soma. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wauaji wote baba yao ni Ibilisi. Twende. Wala hakusimama katika kweli. Waongo wote baba yao ni Ibilisi. Twende. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Hakuna siku shetani atakuwa na ukweli. Twende. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Shetani ni muongo na ni baba wa uongo. Yaani ni baba wa waongo. Sasa utajuaje shetani yako? Ni wakati utaona watu wanadanganya. Wanahurumia sana mapasta wenye wanaambianga watu sheria ziliisha. Pasta, umesoma sheria kwanza? Kama sheria ziliisha, basi uongo haipaswi kukua. Waongo wote baba yao ni Ibilisi. Awe muongo wa mapenzi, baba yake Ibilisi. Maana yeye ni baba wa uo na wauaji wote. Sasa tutajuaje shetani hajakufa? Shetani hajakufa tunaona kwa tabia ambazo watu wanazifanya. Ukiona mtu maneno yake 99% ni ya uongo, jua baba yake ni Ibilisi, si Yesu. Unajua watu huwa wanasingizia shetani. Hebu Wakorinto, mtumishi, Wakorinto ni wa pili 2 aya yake ni ya 11. Watu wanasingiziaga sana shetani. Wakorinto ni wa pili 2 aya yake ni ya 11. Maandiko yanasema nini? Shetani asije akapata kutushinda. Mungu alipeana onyo,
akatuambia ya kwamba huyu shetani asije akapata kutushinda. Kwa nini? Kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Hatukosi kujua mafikirio ya shetani. Yaani Mungu alipatia mwanadamu uwezo wa kujua fikira za shetani. Alipatia mwanadamu uwezo wa kujua fikira za shetani. Shetani hakupewa uwezo wa kujua fikira zako. Shetani hajui kile unawaza, huwa anangoja asikie kile unasema. Ndio anasema si kila kitu unapanga lazima useme. Unapanga kununua shamba, ushatangazia kila mtu. Miaka 10 itaisha hujanunua shamba. Maana shetani alijua ajenda yako, unataka kununua shamba. Kile unafikiria shetani hakijui. Hajui fikira zetu, lakini sisi tunajua fikira za shetani. Kwa hivyo kama mtu leo atapotea, atakuwa amekubali kufuata fikira za shetani. Ndio tunapaswa kuwa makini sana. Chochote unapanga, panga kama umenyamaza. Sasa swali lingine ambayo tunauliza, maana tabia za shetani tumeziona. Swali lingine ambayo tunauliza ni, alitupwa kutoka wapi? Shetani alitoka mbinguni, kumaanisha ni kiumbe ambaye alikuwa anaishi mbinguni. Ndio Ezekieli 28:15. Shetani ni kiumbe ambaye alikuwa anaishi mbinguni na alikuwa na cheo kule mbinguni. Sasa akatupwa kutoka mbinguni. Ni nini shetani alikuwa anafanya mbinguni? Akiwa mbinguni alikuwa anaitwa shetani, alikuwa anaitwa Lucifer. Maandiko inasema nini? 28:15. Tusome. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako, tangu siku ile ulipoumbwa. Shetani alikuwa mkamilifu kwa njia zake tangu siku ile aliyoumbwa. Yaani shetani alipoumbwa, Mungu hakuumba shetani.